mahitaji kwako, yasikiwe maombi yangu kwako. Nimesubiri siku nyingi sana, ninasoma maandiko yako Bwana, yanasema kuwai wala huchelewi. Nami leo Bwana ninasubiri hapa, sitachoka Bwana kukusubiri wewe. Ninasubiri kusudi la Mungu, nikisoma habari za mtumishi wa Mungu Yusufu, kitabu cha Mwanzo 37, habari zake za Yusufu, ndugu zake na Yusufu hawakujua makusudi ya Mungu wa Yusufu. Walimuuza Yusufu utumwani. Panda kwenye masabu ya Mungu wa Niha. Jiachie mbele za Mungu wa Niha. Jiachie mbele za Mungu. Mbele za Mungu wa Niha. Tunasijajua kwamba shida iko wapi. Inawezekana wameisahau nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la kwanza, nianze na kuuliza swali. Wanampenda Mungu wa Danieli wanyoshe mikono yao juu. Sio unaomba Mungu wa Danieli. Wanampenda Mungu wa Danieli nyosha mikono yako juu. Leo tunatembea kwenye somo gumu kidogo, lakini Mungu akusaidie. Na wanaompenda pia Mungu wa Meshaki, Shadraka na Abednego, punga mikono yako juu. Mungu akipendea tunapokwenda nasi. Wanaompenda Mungu wa Elia. Sasa sijajua, maana naona watu wananyosha mikono yote. Kwa Mungu wa Danieli wapo huko, kwa Mungu wa Elia wapo huko, kwa Mungu pia wa Meshaki, Shadraka na Abednego wapo. Wanaompenda Mungu wa Stefano. Asifiwe sana. Kwa nini tunakazia sana na tunazungumza ya kwamba Mungu ni roho? Nao wote wanaomwabudu inawapasa kumwabudu katika roho na kweli. Ni kwa sababu kuna watu ambao wanamwabudu Mungu lakini si katika roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Si katika roho. Na pia wanamwabudu si katika kweli. Katika vipengele vyote vitatu vinapaswa vihusike katika ibada. Mungu ni roho, nao wanamwabudu wanapaswa kumwabudu katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Unaweza ukamwabudu Mungu lakini usiabudu katika kweli. Tunaposema katika kweli maana yake katika Yesu. Sasa sizungumzii habari nyingine tofauti na uelewa wa watu wengine. Kuna wengine wanamgomea Yesu lakini wanamtaka Mungu. Na Biblia inasema kwamba mtu hawezi akaja kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama anamgomea Yesu, maana yeye ndiye njia, kweli na uzima. Sasa yeye ndiye njia, kweli, tena ndiye anayesema Mungu ni roho. Wote wanaomwabudu wanapaswa kumwabudu katika roho na kweli. Kanisa linamwabudu Mungu lakini kweli haipo ndani yao. Na ndio maana unakuta limejaa na vitu tofauti, masengenyo, metengano na vitu mbalimbali ambavyo vinaweza vikatokea ndani ya watu. Lakini ninachozungumzia, nazungumzia ibada ya ndani. Toka jana nimeanzia ibada ya ndani. Mpe mwenzako mkono, mwambie ibada ya ndani. Ninataka nitengeneze usalama wa ibada ya ndani. Rais anapoanza kusafiri, anakuwa na bodyguard wake. Lakini bado kutakuwepo na wanajeshi, askari mbalimbali, wanakuwa na gari zingine wanatembea. Lakini wapo wa usalama wa taifa. Mpe mwenzako mkono, mwambie wa usalama wa taifa. Hawa hawana sare yoyote ambayo wamevaa. Wao wamevaa kiraia kama kawaida, lakini wako ndani ya usalama wa taifa kuangalia rais anatembeaje. Usalama wa rohoni katika ibada yako ni Roho Mtakatifu ambaye ndiye anayetengeneza usalama wa maisha yako ya wokovu. Ni Roho Mtakatifu.
Na ndio maana anasema Mungu ni roho, anayemwabudu katika roho na kweli. Maanake Roho Mtakatifu ndiye wa usalama. Ukibisha soma vizuri Biblia inakwambia kwamba wakati Yesu anaondoka anasema, sitowaacha ninyi yatima, nitawaachia msaidizi ambaye ndiye Roho Mtakatifu. Yeye kazi yake atawafundisha na kuwakumbusha kweli yote. Maanake yeye ndiye wa usalama wa maisha ya kiroho kwa ajili ya kuingia mbinguni. Piga makofi kwa Yesu. Sema amen. Hilo ndilo somo ambalo tulikuwa nalo. Tulipita katika vitabu vingi sana, lakini unaweza ukavipata baada ya kumaliza kwa mtu mwingine. Leo ninaomba nikuanzie somo linalosema mambo haya: kutambua kiwango cha Mungu wako unayemtumikia vinaendana na imani yako. Kutambua kiwango cha Mungu unayemtumikia kinaendana na imani iliyo ndani yako au imani yako. Sijui na hapo inawezekana hujanielewa vizuri. Hebu nipungie mkono wako namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Narudia. Kutambua kiwango cha Mungu wako unayemtumikia vinaendana na imani yako. Sasa katika maeneo haya yote matatu ninataka nizungumze vitu hivi, na kuna watu nataka niwataje. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Tunasijaliwa kwamba shida iko wapi, inawezekana wameisahau nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la kwanza nianze na kuuliza swali: wanampenda Mungu wa Danieli wanyoshe mikono yao juu. Sio unaomba Mungu wa Danieli. Wanampenda Mungu wa Danieli nyosha mikono yako juu. Leo tunatembea kwenye somo gumu kidogo, lakini Mungu akusaidie. Na wanaompenda pia Mungu wa Meshaki, Shadraka na Abednego, punga mikono yako juu. Hivyo vipengele tunavyopenda navyo. Wanaompenda Mungu wa Elia. Sasa sijajua, maana naona watu wananyosha mikono yote. Kwa Mungu wa Danieli wapo huko, kwa Mungu wa Elia wapo huko, kwa Mungu pia wa Meshaki, Shadraka na Abednego wapo. Wanaompenda Mungu wa Stefano. Wametembea kutembelea kwa Mungu wa fulani, lakini hawajajua huyo mtu aliyetembea na Mungu huyo ametembelea na imani yake iko kwenye kiwango cha namna gani. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Unavyoniona siwezi nikatembelea imani ya Mwakasege. Mwakasege kiwango cha imani yake pamoja na Mungu anayemtumikia mimi sijui. Kwa hiyo ina maana nikitaka nitembelee kiwango chake lazima pia nipitie yale anayopitia yeye ili niweze kufikia. Kama unabisha kutana naye kipindi amefiwa na mwanawe juzi, alafu yuko hapa Mbeya bado hajaenda Dar es Salaam kumuona mwanawe, lakini bado yuko hapa mpaka kamaliza Jumatatu ndio anaenda kweli moja kwa moja kuona maiti ya mwanawe na anakuja kuzika. Nani anayeweza hapa? Wewe mwenyewe mahali pengine umekutana na tukio la mama yako anaumwa, umepigiwa simu huko kwenye huduma, mama yako amelazwa hospitali ya wilaya, umeachilia huduma ukakimbia ukaenda moja kwa moja mpaka kumuona. Mahali pengine umepigiwa simu huko kanisani ya kwamba baba yako amelazwa anaumwa, wakati ibada haujamalizia ukarudi moja kwa moja kumuona. Mwangalie mwenzako usoni, mwambie unatia huruma. Kwa hiyo lazima utambue, na hili ndilo somo ambalo nitakaloanza kulitembeza jioni ya leo. Lazima utambue Mungu, utambue kiwango cha Mungu unayemtumikia vinaendana na imani yako. Inawezekana Mungu unayemtumikia sawa, lakini kiwango chako hakiendani na imani. Ila unataka kuwa juu, lakini kiwango chako hakiendani, imani yako haiendani na kiwango unachotaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Twende tuanze na kiwango cha Meshaki, Shadraka na Abednego. Hapo ndipo ninataka nianzie. Na tunatakiwa tuone, si watu wanapenda kuinuliwa, wanapenda kuinuliwa na Bwana. Nyosha mikono yako juu. Kaona sasa hizi nilivyoanza kuzungumza wengine wameanza kukata rufaa. Wanasema hatuwezi.
Najua majibu haya yanatokana na kiwango chako. Yes. Twende kwenye kitabu cha Danieli 3:24. Danieli 3:24. Tuangalie Meshaki, Shadraka na Abednego. Kutambua kiwango cha Mungu wako unayemtumikia katika imani, au kwenye vinaendana na imani yako, vinaendana. Danieli, kama kutakuwa na mtu ambaye yuko shapo leo, akae karibu na maiki kunisaidia, kwa sababu ninahitaji nizungumze vitu vizito kidogo kwa siku ya leo ya kipekee, na ninakusudia kuona kwamba Mungu akikusogeza kwenye hatua fulani. Kuna watu ambao wametembelea imani za watu fulani, na ndani ya imani ya watu fulani wamejikuta wanafeli. Si kwamba wamefeli kwa sababu wameshindwa, walitembelea imani ya mtu fulani. Kama unabisha, uajiriwe kwenye cheti cha mtu mwingine, alafu ndipo unapata matokeo ya ajira ambayo utatembelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Namna hii haijakuingia. Kama unabisha, nenda kwenye shamba la mtu ambaye hujakodisha wala sio la kwako, alafu ukaanza kulima, alafu baadaye unatarajia kuvuna. Uondoke na mazao. Utaondoka nayo. Kwa nini? Mbona hamsemi vizuri? Jambo la tatu, sikiliza nikwambie. Ingia na chaki darasani, haujaajiriwa kwenye shule hiyo na serikali, alafu anze kuwafundisha wanafunzi, mwisho wa mwezi kadai na wewe mshahara wako. Punga mkono wako na Mungu. Hawezi pokea kwa sababu kiwango chako hakipo kwenye eneo hilo na hawakujui. Kwa hiyo unaweza ukatembelea huduma ya mtu mwingine, alafu matokeo yake ukakosa kupokea kitu fulani. Ndio maana yangu. Danieli 3. Soma lile fungu la 24. Danieli 3:24. Neno la Mungu linasema, ndipo Nebukadneza akastaajabu, akainuka kwa haraka, akanena akawaambia na mawaziri wake, je, hatukuwatupa watu watatu hali wamefungwa katikati ya moto? Ndio. Wakajibu wakamwambia, mfalme, kweli, mfalme. Akajibu akasema, tazama, mimi naona watu 4, nao wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto, hali hawana dhara. Ndio. Na sura yake yule wa 4 mfano wa mwana wa miungu. Kisha Nebukadneza akaukaribia mdomo wa ile tanuru iliyokuwa inawaka moto, akanena akasema, enyi Shadraka na Meshaki na Abednego, watumishi wa Mungu aliye juu, tokeni nje huku. Ndipo Shadraka na Meshaki, ndipo Shadraka na Meshaki na Abednego wakatoka katika ule moto, na maamiri na manaibu na maliwali na mawaziri waliokuwa wamekusanyika pamoja, wakawaona watu hao ya kuwa ule moto ulikuwa hauna nguvu juu ya miili yao, wala nywele za vichwa vyao hazikuteketea, wala suruali zao hazikubadilika, wala harufu ya moto haikuwapata hata kidogo. Piga makofi kwa Yesu. Sasa naona Yesu wanyooshe mikono yao juu. Kama unataka kumwona Yesu, nyosha kabisa mkono wako juu. Ndio. Na wanaotaka kwenda kukaa na Yesu wanyooshe mikono yao juu. Unajua ni maswali mawili yaliyo tofauti, umechanganya. Wanaotaka kumwona Yesu ni wengi, na ndio maana hata Biblia inasema njia ile ni pana na waiendao ni wengi, lakini njia nyingine nyembamba watakaoingia njia hiyo ni wachache. Sasa wanaotaka kwenda kukaa na Yesu sio wengi. Biblia inaeleza juu ya Meshaki, Shadraka na Abednego kwenye kiwango mizani ya kumtumikia Mungu wao. Walitengeneza wakiwa wengi, wakiwa ndani ya fellowship yao kubwa, wakiwa wanaomba. Wakati huo wakiwa wanaomba wengi, Biblia inaeleza kwamba kukatokea upinzani. Mfalme Nebukadneza akatengeneza sanamu na akatangaza wilaya nzima ya Babeli pasitokee mtu mwingine wa kuabudu Mungu mwingine zaidi ya hiyo sanamu aliyoisimamisha. Kwa hiyo asili
kubwa ya watu waliokuwa wanaabudu pale Babeli au wilaya ya Babeli. Walishikamana na sanamu, wakabakia watu watatu, Meshaki, Shadraka na Abednego. Hao watu waling'ang'ania, walitambua Mungu anayemtumikia na walitambua kiwango cha imani yao iliyokuwa ndani yao. Wakasema, subutu, hatutachomoka hapa, sisi tutabaki ndani ya maombi mpaka tuhakikishe nini kitakachotokea. Sikia, walisema kama kufa tutakufa, lakini hatutokubali kubadilisha system ya kumwabudu Mungu aliye hai. Mshangilie Kristo kwa makofi na kugelegea. Sijui kama unanielewa. Sikiliza, ninakupa kitu. Usifikirie wokovu ulionao unakuwa ni ule ambao wa kawaida, wa furaha, ambao usiokuwa na upinzani. Mpe mwenzako mkono, mwambie kila wokovu wa Mungu ulio ndani, Mungu wa kweli, lazima uwe na ushindani, na uwezo ukapata kombe bila kushindana. Ukiona timu inamaliza vizuri uwanjani, maana yake si kwamba wamecheza vizuri, golikipa naye alikuwa imara. Buya mkono wako juu. Nazungumzia kipa wa Roho Mtakatifu aliyekuwa ndani ya Meshaki, Shadraka na Abednego. Hawa watu walikuwa na imani na walimtambua Mungu anayemtumikia, na kiwango chao cha imani kiliendana sawa sawa. Kama kingekuwa kimepishana, Meshaki angechomoka wabakie Shadraka na Abednego, au Abednego angechomoka angebakia wengine, lakini walibaki walivyo. Wale waliokuwa wakiabudu pamoja wanakuja kuchungulia jamaa bado wanaendelea kutambika maombi, walikuwa wanatengeneza viwango vya imani kwenda kushindana na moto ulioko mbele yao. Na huo moto ulikuwa ni tanuri. Mpe mwenzako mkono, mwambie ilikuwa ni tanuri ya moto. Ilikuwa ni tanuri, sio ilitengenezwa kwa ajili ya tofali za kuchoma, ilitengenezwa kwa ajili ya miili ya watu. Wakati nilikuwa nasoma nikawa nafikiri, huyu mfalme alikuwa ni mjinga kiasi gani? Huyu moto hata ukiwa ni mdogo bado binadamu ataungua kwa kiwango, lakini akatengeneza tanuri. Na kipindi walivyoletwa, Biblia inasema wamepelekwa pale kwenye tanuri ya moto, walipewa ofa. Mpe mwenzako mkono, mwambie ofa. Kwenye imani na kuonyesha kiwango chako cha Mungu na mtumikiaji, lazima pia kuna vita inayotokea, lakini hiyo vita inatokea, unapewa ofa kidogo ili kwamba waone unaweza ukakubali kumwacha au unaweza ukakubali kusonga mbele kwa kiwango. Haleluya. Wakati wamepewa ofa, ni mara ya mwisho hii, wakiwa tanuri wanaitazama kwa macho. Hebu tuende na wewe kwenye jaribu lilo nalo. Yaani nazungumzia habari za tanuri, na wewe tuende moja kwa moja mpaka kwenye jaribu lako. Haleluya. Tuende moja kwa moja. Unapewa ofa ndani ya hilo jaribu, kwamba sasa uko tayari kwenda kwa mganga wa kienyeji. Uko tayari, unapewa ofa. Hii ni dakika ya mwisho. Kama hivyo utakufa. Na unavyoona unatazama kama unakufa kweli. Kombe kifo hakipo, ile isipokuwa inategemea na imani yako iliyopo. Yesu anataka kukutoa kwa kiwango cha hali ya juu. Biblia inasema mara ya mwisho wakatamka wakasema, mfalme, hatutakubali kuweza kusujudia sanamu uliyotengeneza. Kama hivi Mungu wetu tunayemtumikia anaweza kutuokoa na tanuri unayoona ya moto. Mfalme anatazama, anasema hawa watu ni wajinga. Huu moto unawateketeza namna hii, kuni zinaungua kwa kiwango, alafu Mungu awaokoe. Akasema Mungu wetu ataweza kutuokoa na tanuri ya moto. Mfalme akasema ongeza mara 7. Mpe mwenzako mkono, mwambie, akasema ongeza moto mara 7. Ongeza moto mara 7 yake, mara 7. Sijui nani ananipata. Wewe kama unafikiria upande kwenye kiwango cha kiroho, alafu huduma yako inyanyuliwe, kuna moto unaongezwa mara 7 kwenye huduma yako unayotaka inuliwe. Kwenye eneo lako la upako ulionao, kuna kiwango cha mara 7 kinapandishwa. Utakapovuka namna hiyo, ndipo utasikia sauti inayotamkwa nyingine ya kubadilisha matokeo ya kile ulichokuwa umeweza kukifanya. Anasema mara 7. Wakaitwa watu, wakaja, wakaambiwa hebu wachukueni wasukumisheni waingie ndani. Wakasukumishwa. Biblia inasema kipindi wanataka kuwasukumisha, ule moto ulikuwa na nguvu, uliwalamba wale waliokuja kuwasukumisha, walikufa wote wakaisha, lakini wale waliosukumishwa wakaingia ndani, wakawa wanatembea. Tambua kiwango chako cha Mungu katika imani yako, kiwango chako cha Mungu katika imani yako, wakawa wanatembea.
makengeza. Bwana, tumetumbukiza watu watatu, makengeza naona kuna watu 4 na wengine na wanasema hata sisi tunaona watu 4 ndani. Sikiliza, unatumbukizwa peke yako kwenye jaribu, unaona uko peke yako, yupo mtu mwingine anatembea na wewe. Inategemea kiwango cha imani yako kiko wapi, kiko wapi kiwango cha imani. Mungu anakutazama wewe, mtu mmoja mkono mwambie Mungu anaangalia nini unakitazama na nini unakifanya kwa ajili yake. Anaangalia wewe, anaangalia wewe. Akasema nitasogelea tano, akasogelea, akasema Meshaki, Shadraka na Abednego, tokeni huko. Hakuwa na shida na wao, kumbe alikuwa na shida na yule wanne, ila hakumjua ndani yao, na ndio maana hata moto haukuwagusa chochote. Kwa hiyo ndio Mungu wa nani? Kwa hiyo ndio Mungu wa nani? Watu hawataki hata kusema, wanajua kiwango kilichokuwa kimetembezwa kizito, hata uweze kuacha kutaja. Lakini huyu Mungu wa Meshaki, Shadraka na Abednego ninampenda. Unaweza kusema hawa ni miungu waliogawanyika, na ninakupa huyu Mungu jinsi alivyowaokoa kwenye tanuri ya moto. Wewe nawe una kiwango cha jaribu au tatizo na namna gani kama Mungu aliwanusuru kwenye moto kwa kiwango cha hali ya juu? Wapendwa, hebu tupunge mikono juu. Amina, 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 amina. Kusogea kwenye madhabahu ya Mungu na kuinulia Mungu ili atukuzwe. Huyo ndo Mungu wa Meshaki, Shadraka na Abednego. Hao watu walikutana na kibano kizito. Wale waliokuwa wanaendelea kutazama walifikiri wanaishia, wanafilisika, wakaishia hapo. Lakini wenzao ndio wakapata nafasi. Babeli wilaya nzima inabadilishiwa Mungu wa kuabudu. Mungu wa kuabudu anabadilishwa, ya kwamba kuanzia leo msiabudu tena Mungu mwingine. Kama walikuwa na miungu yao mingine ya kuabudu, kama sasa hata mnapoingia kwenye maombi, ombeni tofauti. Kama mlikuwa mnasema Mungu wa sanamu ya Nebukadnezar, mnabadilisha mnasema Mungu wa Meshaki. Kwa nini? Kwa sababu tumeona akiwapigania kwenye moto. Haleluya, haleluya, sema amen. Nataka tumtazame kidogo, tumwangalie kidogo Mungu wa Stefano. Andika. Kuna watu wengine wanaendelea. Nikafika pale, nikapungia gari, nikapata gari, nikapanda, nimelala mule ndani, nauma, hali ngumu sana. Pemeza kwa mkono, mwambie hospitali ya Bwana Yesu. Unajua kuna watu wanaona kama vitu vya kawaida. Nikasafiri, nafika Manyoni, hali imekuwa ngumu. Na nilisafiri na lori kwa sababu nilichelewa muda wa kuondoka. Nafika Singida, dereva ananiambia mimi naenda Rwanda, lakini hapa nilipo nalala hapa. Kwa hiyo nakurudishia nauli yako kidogo, saa 5 usiku, kwamba unatakiwa uendelee na safari na gari zingine. Ni mgeni kabisa Singida, sijui nafanyeje. Ghafla Mungu akanijulisha kitu fulani. Nilikuwa na namba ya dada moja nesi. Nikakumbuka, nikapiga nikamwambia niko stendi hapa Singida. Akasema chukua bajaji yoyote, njoo hapa angalau upumzike. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikapelekwa mpaka hapa. Hali imekuwa mbaya. Sikumwambia naumwa, kwa sababu nikimwambia naumwa yeye ni nesi atanipa dawa. Nikamwambia huyo Yesu anayehitaji Tabora anajua kwenda kunipa hiyo dawa ya kupona. Usidandie imani ya kwangu niliyosema, usije ukafia nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kipindi nimeamka saa 11 tena napanda naondoka. Natoa Tabora, nimefika niko mzima kabisa. Nimepiga injili mpaka leo unavyoniona sijameza hata paracetamol. Hebu twende tumwangalie Mungu wa Stefano. Leo ninataka nikutembeze. Unajua kuna watu wanaomba kutumia majina. Mungu wa Elia, Mungu wa Elia, Mungu wa Stefano. Lazima ujue Stefano anavyotaja na Mungu wake wamepitaje kwenye eneo hilo. Na ili na wewe Mungu wa kwako atatajwa lini? Mpe mwenzako mkono mwambie Mungu wa kwako naye atatajwa lini? Angalau tu hata sio na majirani na familia ya nyumbani watamtaja lini Mungu wa kwako? Amina. Tukisema majirani inawezekana ni mbali, wa nyumbani tu pale. Soma pale Matendo ya Mitume 7:53-54. Ninyi mliipokea Torati kwa agizo la malaika, msiishike. Basi waliposikia maneno haya wakachoma mioyo, wakamsagia meno. Amezungumza maneno ya kweli
kwamba mulisikia na mulipokea taarifa, lakini mlichokifanya sio ambacho yeye alizungumza naye. Sasa nawaeleza jambo hili. Hebu endelea hapa. Lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu, Stefano anasema akijaa Roho Mtakatifu, akakaza macho yake, akakaza macho yake, akitazama mbinguni, akauona utukufu wa Mungu. Piga makofi kwa Yesu. Hajaona mateso, hajaona mawe walioshika, akakaza mbinguni. Alichokiona akaona utukufu wa Mungu. Na mimi nataka niseme kwa hilo, unatakiwa uone utukufu wa Mungu, wala usione hao wanaozungumza habari zako, usione waliosimama mbele yako. Biblia inasema, yeye mwenyewe akasema, hapatakuwa na mtu atakayesimama mbele yako. Hao unaowaona wamesimama mbele hautawaona. Akakaza akaona utukufu wa Bwana. Nataka niseme unatakiwa uone utukufu. Akaona utukufu. Endelea. Na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume. Sikiliza, wao hawakumuona, lakini waliona. Yeye aliona Yesu amesimama upande wake wa kuume. Akasema, tazama, naona mbingu zimefunguka. Anasema sasa nyie hamuoni, lakini mimi mbingu naona zimefunuka. Na mwana wa Adamu amesimama mkono wa na mwana wa Adamu kesha simama mkono wa kuume. Wakapiga kelele kwa sauti kuu. Ndio. Wakaziba masikio yao. Ndio, wasisikie. Wakamrukia kwa nia moja. Wakamtoa nje ya mji. Wakampiga kwa mawe. Nao mashahidi wakaweka miguuni kijana mojawapo, ndio aliyeitwa Sauli. Ndio. Wakampiga kwa mawe Stefano, naye akiomba akisema, Bwana Yesu, pokea roho yangu. Piga makofi kwa Yesu aliye hai. Pokea roho yangu. Hakusema mama. Kinyakyusa mama unasemaje? Ndio hiyo. Kwa hiyo hakusema mama, ila alisema Yesu, pokea nini? Mpe mwenzako mkono, mwambie unasemaga kitu gani wakati unakutana na vizito. Nini unasemaga? Unaitaga mpaka na wajomba zako wanakuja. Unaita watu wote. Wakati mwingine unataja mpaka walioko makaburini, kwamba baba yangu kama angekuwepo, baba yako angekusaidia kwenye jaribu. Anayekusaidia ni yule aliyekufa msalabani kwa ajili yako. Sikiliza, baada ya tukio hilo kufanyika, soma pale 8:1. Pale chini 8:1 uone kitu kilichofanyika. Siku ile, baada ya tukio hilo kupita, siku ile kukatukia adha kuu. Kukawa kuna shida kubwa ya kanisa lililokuwa katika Yerusalemu. Ndio. Wote wakatawanyika katika nchi ya Uyahudi. Ndio. Na Samaria. Isipokuwa. Piga makofi kwa Yesu aliye hai. Wale waliokuwa viwango vyao hawajatambua kiwango cha Mungu wao wanayomtumikia kinaendana na imani, walikimbia wakatoroka. Isipokuwa, Biblia inasema isipokuwa mitume peke yake. Hawa mitume walibaki, walisimama. Haleluya. Kwa sababu gani? Wameona vitu vikubwa ambavyo vimefanyika kwa Stefano. Wameona mbingu zinafunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wa Stefano. Hata tunaposema Mungu wa Stefano ni kwamba alisimama, mbingu zikawa zimefanya nini? Zimefunguka. Nani ananielewa? Mtu mmoja anayenielewa apunge mkono wake juu. Inategemeana. Na ndio maana tunasema kwamba tunapoingia kwenye maombi, kuna watu wengine wanaleta mchezo. Hawaombi, hawatambui maombi ni maandalizi ya mambo yanayokuja ambayo kabla hujayaona. Jana nikasema kuna mtu ameota ndoto ndugu yake, kuna 1 2 3. Unafikiri kama kitu cha kawaida. Taarifa niliyoipata ni nzito juu ya huyo mtu, na tumefanya maombi toka usiku. Hebu mshangilie Bwana kwa makofi na vigelegele. Haikuwa kitu cha kawaida. Tumekaa kwenye maombi mazito. Kuna vitu ambavyo visivyokuwa vya kawaida vilikuwa vimetengenezwa juu yake. Tumetoka kwa Mungu wa Stefano. Bwana Yesu asifiwe sana. Lengo ninataka nikulete kwenye Mungu wa kwako. Sema amen. Mungu wa kwako naye atasimamaje? Ngoja tuingie kwa Mungu wa Elia kidogo. Maana watu wanaombaga Mungu wa Elia. Mungu wa Elia. Mungu wa Elia. Unamjua Elia alipitaje? Elia. Wafalme wa pili sura ya 17 na mstari wa 1. Na nikwambie kwamba siku
kupita tu pekee. Lazima pia hata wamama wanapendaga sana kuwapa watoto majina. Awe mtoto, huyu mtoto nabii huyu, si ndio jamani? Si mnaitaga Elia? Sasa hamtaki kusema. Lakini watoto majina mnayo. Unapaswa utengeneze mazingira ya kumuombea. Maana kama ni mtumishi unamuita nabii Elia, maana yake mbele kuna vitu atakutana navyo vya kinabii. Na namna gani unaweza kupanga mpango wa maombi kwa ajili ya hilo jina? Sina maana msibatize, nina maana mkae mkao wa kuwaombea. Soma Wafalme wa Pili sura ile ya 17:1. Katika mwaka wa 12 wa Ahazi mfalme wa Yuda, Hoshea mwana wa Ela alianza kutawala juu ya Israeli katika Samaria, akatawala miaka 9. Akafanya yaliyo maovu machoni pa Bwana, ila si kama wafalme wa Israeli waliomtangulia. Naye Shalmanesa ni wafalme wa kwanza 17, wafalme wa kwanza wa wageni wa Gileadi, ndio akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii, ila kwa neno langu. Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka hapa, geuka uende upande wa mashariki, ujifiche karibu na kijito cha kinachokabiri Yordani. Itakuwa utakunywa maji ya kile kijito, nami nimewaamuru kunguru wakulishe huko. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Bwana. Kwa kuwa akaenda akakaa karibu na kijito cha Kerit kinachokabiri Yordani. Kunguru wakamletea mkate na nyama asubuhi, na mkate na nyama jioni. Akanywa maji ya kile kijito. Ikawa baada ya siku kupita, kile kijito kikakatika, kwa sababu mvua haikunyesha katika nchi. Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka uende Sarepta, ulio mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Bwana Yesu asifiwe. Hivi unaona, nimekwambia kutambua kiwango cha Mungu unayemtumikia vinaendana na imani. Kwa hiyo Elia tunayezungumza hizi habari zake, kuna matatizo yalijitokeza baada ya mfalme kuweza kuua manabii 450. Kwa hiyo alikuwa amebakia Elia peke yake. Lakini ukisoma vizuri Biblia, walikuwepo manabii wengine 100 wakawa kwenye pango fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa walikuwa wanaomba. Aliyekuwa amesalia anayeonekana ni Elia peke yake. Na kwa tukio hilo, kwa sababu yeye anajua anazungumza na Mungu uso kwa uso, hana mashaka, anamtambua Mungu wake na kiwango cha imani yake kiko sawa sawa, akasema ninaisuilia mvua miaka 3.5 wala pasitokee umande kwa ajili ya hii. Na Mungu naye akaamua kuipiga pini mvua. Mshangilie Bwana kwa makofi na vigelegele. Unazungumza kitu gani wewe kwenye maeneo ambayo wewe unaendelea kupita? Kwenye eneo lako unakaa nini unazungumza? Inafika wakati mwingine unatawaliwa mpaka hata na wachawi wanakutawala. Muangalie mwenzako, mwambie ni huruma kweli. Halafu unasema una na Yesu. Muangalie usoni, mwambie ni huruma kweli. Hata na wachawi wanakutawala na Yesu yupo ndani. Manake wachawi wakikutawala wewe, manake na Yesu naye ametawaliwa. Shida ni kwamba kiwango chako wewe hakijafikia eneo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inaeleza vizuri. Anasema mvua ikasimama ikatulia, lakini Mungu akamwambia nenda kwenye kijito fulani kajifiche, hapo kuna maji. Watu wengine walikuwa hawajui kwenye kijito hicho kwamba kuna maji. Elia alikunywa yale maji, na kwa sababu jua lilikuwa ni kali, mchanga nao ulikuwa umekauka, kwa hiyo maji nayo yakafanya nini? Yakakauka. Yalivyokauka, Elia hakusema chochote aseme sasa maji yamekauka ninaenda wapi. Pale pale yalivyokauka, Mungu akamwambia Elia, hebu toka nenda mpaka Sarepta, utakuta mjane mmoja, utakaa hapo, utakula mpaka muda utakaotimia. Lakini kipindi alikuwa kwenye kijito kile, Biblia inasema kunguru walikuwa wanaleta mkate na nyama. Hivi kunguru, nani anawafahamu kunguru vizuri? Unawajua kunguru? Hivi kunguru anaweza akapeleka mkate kwa mtu bila kulia njiani?
mkate na nyama, vile wanavyojaa zaidi kwenye mzoga, halafu wana nyama iliyotengenezwa vizuri, halafu na mkate, lakini hawali, wanampelekea Elia. Unipungie mkono wako namna hii. Wewe unawezekana unamchezea huyu Yesu, lakini sisi tunayejua thamani yake hatuna utani naye. Haleluya. Tunajua kwamba kuna vitu gani kwenye eneo hilo, tunajua ni kitu gani kinapanda. Kama mtu mwingine anakuwa ni mvivu wa kuomba, ananisababishia mimi niombe mara mbili, maana nichukue na sehemu yake iwe ya kwangu, nipate nafasi ya kusogea zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mikate inakuja. Sasa sikiliza, anaanza safari. Ukisoma vizuri Biblia, anaanza safari, anaenda straight. Akafika mahali kwenye mti mmoja mletemu, akawa amelala, amechoka. Biblia alisema nifie hapa. Kwa hiyo alilala, anadai nini? Kifo. Lakini kumbe hakuwa anadai kifo, ila alikuwa na njaa. Mpe mwenzako mkono, mwambie shida ilikuwa ni njaa, sio kifo. Wakati ameona njaa, kasema nakufa hapa. Biblia inasema wale kunguru tena, akatuma kunguru wakaja. Wakati amelala, sijui alilala usingizi, kama alilala usingizi mzito, maana yake kunguru alitua kwenye uso kidogo na makucha yale yalivyomgusa, akashtuka. Kunguru akaachia mkate, akaanza kula mkate. Hakuuliza kunguru kwa nini umeleta mkate, alianza kuutandika mkate. Hakushiba, akasema nalala tena nife. Kumbe hakushiba. Kunguru akaenda kuchukua mkate kwa mara ya pili. Mungu anajua kiwango cha Elia kimekaaje. Mikate nani anapika, ila ilikuwa inakuja mikate na kunguru. Sikiliza nikwambie, Mungu anajua namna ya kukutoa kwa namna yeyote ile. Wewe usitafute alternative way. Yeye anajua namna ya kukusaidia, anaijua njia ya kukutoa kwenye maeneo ambayo anaweza kukusaidia. Yeye anajua. Kwa hiyo mikate ilikokuwa inatoka, nani alikuwa anapika, walinunua duka gani ambapo ngano ilitokea, hawakujua, ila yeye alikuwa analetea mkate ulioiva anakula. Mara ya pili alivyokula, akaona tumbo limekaa vizuri. Hakusema nalala tena nife, ameshiba. Kaanza safari kwenda Slept. Shangilia Bwana kwa makofi na akiwa na nguvu ya kutosha. Ninakueleza hiki kitu, akiwa na nguvu ya kutosha, amefika mahali. Akafika mahali, akamkuta yule mama, akafika pale, akatengenezea chakula. Miaka inazidi kwenda, Ahabu huko anapata shida, jua linaendelea na zito. Akamtokea, anakuja Ahabu akamwambia, Elia, wewe ndio mtabishaji, umesababisha matatizo nchi. Elia akasema, hapana, sio mimi, wewe ndiye uliyesababisha kuwaua manabii 450. Umesababisha wewe. Haleluya. Lazima adui yako anayekutengenezea kitu fulani aone cha moto, aje kwako na wewe umrudishie kile ambacho kiko sahihi. Kwani kwa sababu Mungu aliyeko ndani mwako unamuelewa, anafanya kitu. Siongelei habari ya kanisa mimi. Mpe mwenzako mkono, mwambie mtumishi hana mpango na kanisa, anaongea habari za wewe na Mungu wako aliye hai. Maana kuna watu wengine wanafikiria dini kila mmoja ana ya kwake. Mimi sina mpango wa dini, nimeletwa na habari ya Yesu ili watu wakae vizuri na Yesu wao. Kwa hiyo tengeneza madhabahu, tengenezeni, lakini mwanze nini? Unajua, ukimjua unayemtumikia, hauna papala, umetolea, unaangalia. Nikikushuhudia kilichotokea juzi kwenye mkutano niliouacha juzi Jumapili na kuja huku, ninakwambia kilikuwa kizito, lakini Mungu alionekana. Nikamwamini ninayemwamini. Punga mkono wako namna hii, nakupa habari za Elia. Sema amen. Siku ya Jumatatu nimeingia pale, nimelala. Siku ya pili, kile kitanda ni kitanda cha chuma, wameweka raba chini kwenye kile kitanda ili kwamba kama kuna shoti itatokea silete shida. Lakini nilivyolala, ghafla kile kitanda kikaanza kutokea shoti. Nagusa namna hii shoti kali. Nikawaita wenzangu walikuwa wamelala chumba kingine. Nikamwambia kitanda cha kwangu kina shoti, njoo muone. Wanagusa, kweli kina shoti. Cha kwao wanasema hata kwetu kuna shoti. Nikasema hii shoti ni ya umeme Bwana Yesu, ni shoti ya namna gani? Kumbe ilikuwa ni shoti ya binadamu. Nikasema wamekosea, badala wapige shoti mwili wakapiga shoti kitanda. Wamekosea system. Unaposhuka chini unakanyaga bila kiatu, hamna shoti, ila ukigusa kitanda kina shoti. Nikasema Bwana Yesu, nalala huko una shoti. Nimelala pale mpaka Jumamosi, wala shoti haikufanya chochote, na wamemjua Mungu aliye.
nikawatangazia kabisa, nikamwambia sote mliopiga imekosea. Sema amen. Kwa hiyo akasema mwanze nini? Ukikaa vizuri kiroho hautakuwa na haraka. Ukifahamu kiwango cha Mungu wako unayemtumikia kinaendana na imani yako, huwezi ukapata shida. Wewe unatulia tu kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Ndicho kilichokuwa kimetokea. Akatulia, wakaanza kuomba, wakachinja ng'ombe, wakaanza kutengeneza madhabahu zao, wakapiga kelele, wakafanya walichokifanya. Elia akawa anawaongoza, anasema labda Mungu wenu amesafiri, hawajibu. Hebu tulieni kidogo. Akasema kweli inawezekana kasafiri. Elia anaangalia walivyo wajinga wa kiwango. Mpe mwenzako mkono, mwambie mbona na wewe unataka kuwa mjinga kama wale ambao walishindwa kutengeneza madhabahu? Unakuaje? Akatulia tena, akaambia muamsheni, labda kalala. Wakaendelea na ile mechi, wakawa wameshinda. Akasema sasa ni zamu yangu. Akaitengeneza madhabahu, katafuta mawe 12, akatengeneza, akaleta mapipa, yakaja ya maji, yakamwagwa pale, akamaliza kila kitu. Biblia inasema hakwenda dukani kuomba kiberiti kuwasha moto, akaalika, akaita moto kutoka mbinguni, na ule moto ukatoka mbinguni ukashuka mpaka kwenye ile madhabahu, ukatua kwenye maji. Nini maana yake? Ule moto uliotua kwenye maji, maana yake ulitokea moshi, kwa sababu moto ukitua kwenye maji moshi unatokea. Ule moshi uliotoka pale ukapanda juu, ukatengeneza mawingu, ulivyotengeneza mawingu ukatengeneza maji. Ghafla mvua ikashuka pale pale, nao wenyewe wakasema na aendelee kuabudiwa Mungu wa Elia, maana alipiga pili mvua miaka 3, halafu pia akairuhusu kuja na mvua ikaja tena. Mvua isiyokuwa na akili, lakini ilishikia habari za Mungu Elia. Hivi unanielewa? Kama zako mkono, mwambie unaombaga tu Mungu wa Elia. Hivi unajua alivyokuwa amepita hivi? Mungu wa Elia. Naomba Mungu wa Elia, Mungu wa Elia. Unaweza ukajipa nao ukasema mimi ni nabii Elia. Jipe tu jina, uone changamoto chako. Kaa vizuri. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Tusogee tumuone Mungu mwingine. Tumuone Mungu wa Danieli. Tusogee kwa Mungu wa Danieli. Danieli 6:13-28. Halafu ninakuja kwenye Mungu wa kwetu ambaye wa kwako na mimi. Sema amen. Sema amen. Twende kwa Mungu wa Danieli, sura ile ya 6:13-28. Kwa hiyo tengeneza madhabahu, tengenezeni, lakini mwanze ni. Unajua ukimjua unayemtumikia hauna papala, umetolea, unaangalia. Nikikushuhudia kilichotokea juzi kwenye mkutano niliouacha juzi Jumapili na kuja huku, nakwambia kilikuwa kizito, lakini Mungu alionekana. Nikamwamini ninayemwamini. Punga mkono wako namna hii, nakupa habari za Elia. Sema amen. Siku ya Jumatatu nimeingia pale, nimelala. Siku ya pili, kile kitanda ni kitanda cha chuma, wameweka raba chini kwenye kile kitanda ili kwamba kama kuna shoti itatokea silete shida. Lakini nilivyolala, ghafla kile kitanda kikaanza kutokea shoti. Nagusa namna hii shoti kali. Nikawaita wenzangu walikuwa wamelala chumba kingine. Nikamwambia kitanda cha kwangu kina shoti, njoni muone. Wanagusa, kweli kina shoti. Cha kwao wanasema hata kwetu kuna shoti. Nikasema hii shoti ni ya umeme Bwana Yesu, ni shoti ya namna gani? Kumbe ilikuwa ni shoti ya binadamu. Nikasema wamekosea, badala wapige shoti mwili wakapiga shoti kitanda. Wamekosea system. Unaposhuka chini unakanyaga bila kiatu, hamna shoti, ila ukigusa kitanda kina shoti. Nikasema Bwana Yesu, nalala huko mna shoti. Nimelala pale mpaka Jumamosi, wala shoti haikufanya chochote, na wamemjua Mungu Elia. Na nikawatangazia kabisa, nikamwambia shoti mliopiga imekosea. Sema amen. Kwa hiyo akasema mwanze nini? Ukikaa vizuri kiroho hautakuwa na haraka. Ukifahamu kiwango cha Mungu wako unayemtumikia kinaendana na imani yako, huwezi ukapata shida. Wewe unatulia tu kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Ndicho kilichokuwa kimetokea. Akatulia, wakaanza kuomba, wakachinja ng'ombe, wakaanza kutengeneza madhabahu zao, wakapiga kelele, wakafanya walichokifanya. Elia akawa anawaongoza, anasema labda Mungu wenu amesafiri, hawajibu. Hebu tulieni kidogo. Akasema kweli inawezekana kasafiri.
Elia anaangalia walivyo wajinga wa kiwango. Mpe mwenzako mkono, mwambie mbona na wewe unataka kuwa mjinga kama wale ambao walishindwa kutengeneza madhabahu? Unakuaje? Akatulia tena, akaambia muamsheni, labda kalala. Wakaendelea na ile mechi, wakawa wameshinda. Akasema sasa ni zamu yangu. Akaitengeneza madhabahu, katafuta mawe 12, akatengeneza, akaleta mapipa yakaja ya maji yakamwagwa pale, akamaliza kila kitu. Biblia inasema hakwenda dukani kuomba kiberiti kuwasha moto, akaalika, akaita moto kutoka mbinguni, na ule moto ukatoka mbinguni ukashuka mpaka kwenye ile madhabahu, ukatua kwenye maji. Nini maana yake? Ule moto uliotua kwenye maji, maana yake ulitokea moshi, kwa sababu moto ukitua kwenye maji moshi unatokea. Ule moshi uliotoka pale ukapanda juu, ukatengeneza mawingu, ulivyotengeneza mawingu ukatengeneza maji. Ghafla mvua ikashuka pale pale, nao wenyewe wakasema na aendelee kuabudiwa Mungu wa Elia, maana alipiga pini mvua miaka 3, alafu pia akairuhusu kuja na mvua ikaja tena. Mvua isiyokuwa na akili, lakini ilishikia habari za Mungu aliye hai. Hivi unanielewa? Kama zako mkono, mwambie unaombaga tu Mungu wa Elia. Hivi unajua alivyokuwa amepita hivi? Mungu wa Elia. Naomba Mungu wa Elia, Mungu wa Elia. Unaweza ukajipa na ukasema mimi ni nabii Elia. Jipe tu jina, uone changamoto chako. Kaa vizuri. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Tusogee tumuone Mungu mwingine. Tumuone Mungu wa Danieli. Tusogee kwa Mungu wa Danieli. Danieli 6:13-28. Halafu ninakuja kwenye Mungu wa kwetu ambaye wa kwako na mimi. Sema amen. Sema amen. Twende kwa Mungu wa Danieli, sura ile ya 6:13-28. Nasema, basi wakajibu wakasema mbele ya mfalme, yule Danieli aliye mmoja wa wana wa wale waliohamishwa wa Yuda hakujali wewe, mfalme, wala ile marufuku ulioitia sahihi, bali aomba dua mara 3 kila siku. Basi mfalme aliposikia maneno haya alikasirika sana, akakaza moyo wake ili kumponya Danieli, akajitaabisha kumwokoa hata jua likachwa. Ndipo watu wale wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme, wakamwambia mfalme, mfalme, ujue ya kuwa ni sheria ya Wamedi na Waajemi lisibadilike neno lolote lililo marufuku, wala amri yoyote iliyowekwa na mfalme. Basi mfalme akatoa amri, nao wakamleta Danieli wakamtupa katika tundu la simba. Mfalme akanena akamwambia Danieli, Mungu wako unayemtumikia daima, yeye atakuponya. Likaletwa jiwe likawekwa mdomoni mwa lile tundu, naye mfalme akalitia muhuri kwa muhuri yake mwenyewe na kwa muhuri ya wakuu wake, lisibadilike neno lolote katika habari za Danieli. Kisha mfalme akaenda nyumbani kwake, akakesha usiku kucha, akafunga na vinanda havikuletwa mbele yake, na usingizi wake ukampata. Simama hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo yalikuwa yametokea, ukisoma kule juu, ya kwamba tayari Danieli alikuwa anaendelea kutafsiri ndoto mbalimbali zilizokuwa zinamsumbua mfalme. Kwa hiyo alikuwa ameendelea kufanya hivyo. Mfalme akamwamini sana Danieli. Baadaye wafanyakazi wa mfalme walichukia, na mawaziri walikuwa wanatafuta mbinu ya kuweza kumwangamiza Danieli. Hawakuweza kupata hata moja, isipokuwa wakasema lazima tumpatie kwa Mungu wake ambaye anayemwabudu. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Alipelekwa kule ambako anakotaka yeye aliko. Wakatengeneza mbinu walioitengeneza, wakasema
tutengeneze sanamu ya kuabudu, na hiyo sanamu itakaye kuwa ya kuabudu. Danieli atakataa, na hata kama atakataa, tunamwambia mfalme kwamba hii marufuku, wasipokubali kuiabudu marufuku hii, basi huyo mtu ateketezwe na kutumbukizwa kwenye tundu la simba. Hiyo mechi walitengeneza ikakaa vizuri, mpango ukakaa vizuri, na wakakubaliana wakaenda kwa mfalme. Wanapofika kwa mfalme anapewa ile taarifa iliyotengenezwa. Hakuuliza huu mtego ni wa nani, aliweka mihuri akakubaliana na ule mpango uliotengenezwa. Kumbe ule mpango ulikuwa ni wa Danieli. Kwa hiyo inapofika kipindi tayari Danieli anaendelea kuomba, wanarudi tena wanampa taarifa kwamba hii marufuku tuliweka utaratibu, imekuwaje Danieli anaendelea kuomba? Hakujua mtego ni wa Danieli. Kuna watu walimpega kwa siri. Mpe mwenzako mkono, mwambie hata wewe inawezekana wamekutega kwa siri, wanakutafuta kwa siri, lakini usiogope, usiogope, usiogope. Sema amen. Kwa hiyo kipindi ametengenezewa huo mtego, Biblia inasema akapata nafasi ya kuumia. Wakamwambia Danieli anafanya hili jambo, kuna simba wamewekwa kwenye tundu la simba, kwenye pango, hawajawahi kula chochote kwa muda mrefu, wako ndani. Kumbe wanamsubiri Danieli aletwe. Mfalme anapelekewa ile taarifa. Biblia inasema alifadhaika sana, usingizi haukumpata. Wakamwambia mfalme, hii ni marufuku ambayo tumepanga na wewe umeweza kuitia muhuri. Maana yake kama utakuwa umevunja sheria, utakuwa umevunja sheria zote. Kwa hiyo huyu lazima atumbukizwe. Kamleteni. Danieli anaenda kuletwa. Anakuja pale. Mfalme akasema, Danieli, ninachoamini Mungu wa kwako ambaye unayemwamini atakuokoa na tanuri, atakuokoa na simba walioko ndani, huku ndani atakuokoa. Maombi ya kuombewa Danieli hakuomba kwenye tanuri, aliyeomba ni mfalme kwamba Mungu unayemtumainia atakuokoa na simba walioko ndani. Danieli akasema, hujakosea mfalme, ataniokoa kweli. Wakamtumbukiza mule ndani. Danieli alivyoingia ndani, Biblia inaeleza ya kwamba wale simba walishikwa makanwa yao. Danieli anashika manyoya ya simba namna hii, wanasimulia, anaangalia utaratibu uumbaji wa Mungu juu ya wale wanyama simba mule ndani. Anawashika mkia, anatikisa kidogo, anakaa anashika sikio. Simba ambao hawajapata chakula kwa muda mrefu wamekaa na Danieli, kitoweo kimekuja, wako pale wametulia. Wakati mwingine kakosa kiti, analikalia lisimba lingine, kakaa juu, wametulia, hawana hata mashaka. Usingizi umemgomea mfalme. Anatoka kwamba inakuwaje alfajiri nitakuta mifupa tu ya Danieli. Amekuwa na shida. Mwangalie mwenzako msoni, mwambie unayeombaga juu ya Mungu wa Danieli katumbukizwa kwenye tundu la simba. Mwangalie usoni, mwambie alitumbukizwa kwenye tundu la simba. Halafu unasema mimi majaribu ya Kongo ni mazito sana, imefika kiwango mwenzenu, ila kwa sababu hawajui linafanana na Danieli katumbukizwa kwenye tundu la simba, ambao hawajala chochote. Anakuja mfalme. Alivyokuja akasema, Danieli, ndicho cha kwanza, Danieli, Mungu wako amekuokoa na simba huko ndani. Kasema, niko vizuri. Hawa jamaa wamekamatwa, hata makucha hayafanyi kazi, nachezea masikio na ndevu zao nazishika namna, wala sina mashaka nao. Akasema, liondoeni jiwe. Wakalitoa jiwe. Danieli anatoka namna hii, anatembea Danieli, haleluya. Danieli anatembea namna hii, anapita, hana mashaka. Akasimama, anapiga jicho, anaangalia ndani, anaona wale simba wametulia. Kipindi kingine walivyokuwa wametulia, wanavyokuja watu wengine, wale simba wako kwenye pango, wakitazama namna hii, wanakoroma, wanataka kupata kitoweo. Biblia inasema mfalme akasema, waleteni waliowatumbukiza kina Danieli ili tujaribishe na wao, je, wanaweza wakatoka vizuri. Wakaletwa nao pale. Biblia inasema walivyokuwa wanarushwa namna hii, walikuwa wanadakiwa juu kwa juu, hawashuki hata mfupa wakaisha. Biblia inasema wote wakaisha kwa simba wale. Mpe mwenzako mkono, mwambie simba yule aliyemkosa Danieli na wale ndio simba walimaliza hao waliowatumbukiza. Simba wale, sikiliza, mateso yale uliyorushiwa ambayo hayajakuweza, ndiyo mateso yale yatakayorudi kwao, watamaliza
kilivyo, alafu na imani unayemtumikia na imani yako viende sawa sawa. Vikienda sawa sawa, utaona mambo makubwa ambayo hayajawahi kutokea. Kwa nini? Kwa sababu imani na kiwango kinaenda sawa sawa na Mungu unayemtumikia. Sema amen. Hello. Simame. Kama unanielewa kidogo, naomba usikilize. 19 kuna maneno. Akasema asubuhi mfalme akaondoka mapema, akaenda kwa haraka mpaka penye lile tundu la simba. Naye alipokaribia lile tundu, akamlilia Danieli kwa sauti ya huzuni. Mfalme akaenda akamwambia Danieli, Danieli, mtumishi wa Mungu aliye hai. Piga makofi kwa Bwana aliye hai. Mtumishi wa Mungu aliye hai. Je, Mungu wako unayemtumikia daima aweza kukuponya na simba hao? Ndipo Danieli akamwambia mfalme, mfalme uishie milele. Mungu wangu ametuma malaika wake, naye ameyafumba makanwa ya simba, nao hawakunidhuru, kwa kuwa mbele zake mimi nalionekana kuwa sina hatia tena mbele yako mfalme siku zako na neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amemaliza. Danieli hakuwa na maneno mengi. Amesema mimi sina hatia. Hakusema hao walionishitaki washughulikie. Sikiliza, kwa mtu ambaye mwenye kiwango kizuri na Mungu na imani yake iko vizuri, hana mpango wa kuzungumza na mfalme au na mtu. Yeye anasubiria matokeo yanayotoka juu. Hayo ndiyo anayosubiria. Hana mpango wa kufanya lolote. Yeye anasubiria aliyemwita, anayemwamini anasema nini. Haleluya. Kimweza kumwambia unamsubiria aliyekuita. Sasa sikiliza, nikwambie kwa upande wetu, alafu ninataka tukaingie kwenye maombi sasa. Sio muda mrefu, naomba tengeneza ibada yako ya ndani. Tunataka tuombe na kupitisha habari za mambo ya watu walivyopita kwenye mazingira mazito, kwenye swala la kumtumikia Mungu, kwenye swala la imani. Sikiliza, kuna watu wengine wanafikiria huduma ndio itakayomwezesha kuingia mbinguni. Huduma haiwezi kukufikisha mbinguni. Haleluya. Haleluya. Hata utumike kwa kiwango cha hali ya juu, kitakachotufikisha mbinguni ni imani ya ndani na toba na kuacha dhambi. Tutafika mbinguni tukiwa sawa sawa. Sema amen. Hii huduma tunapiga hapa, tukimaliza tunasubiria nafasi nyingine ya uzima wa milele. Sema amen. Sikiliza kibano ambacho kipo kilichowapata watu hao. Sehemu ya pili ambayo pia ni ya kwetu na sisi inakuja. Ufunuo 6:9-11. Naomba Mungu akusaidie. Usiwe tu unadandia Mungu wa fulani na Mungu wa fulani. Haujajua huyo mtu kapita kwenye kipano cha namna gani. Ufunuo 9:6 anasema namna hii. Nao walipofungua mihuri ya 5, nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la nani? Naomba 6:9 usikie. Anasema nao walipofungua mihuri ya 5, nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya nani? Ya neno la Mungu. No. Waliochinjwa, wamechinjwa kwa ajili ya neno la Mungu, na kwa ajili ya mihuri, na kwa ajili ya ushuhuda. Walipokuwa na ushuhuda waliokuwa na 10, anasema wakalia kwa sauti kuu wakisema, Mola mtakatifu mwenye kweli, yani mwenye wewe wa Yesu, hata lini kutohukumu wala kuipatia haki damu yetu kwa hao wakao juu ya nchi? Hao watu wanalia. 11 anasema nao wakapewa kila mmoja nguo ndefu nyeupe, wakaambiwa wastarehe bado muda mchache, hata itakapotimia hesabu ya wajoli wao na ndugu zao watakapokuwa vile watakao uwawa vile kama wao. Unaliona hilo neno? Wamepewa mavazi ambayo
anasema hata idadi itakavyotimia, hawa nao ya wajoli watapewa, wana mavazi nao wamewekwa tayari, wanasubiri ya kwamba nao wachinjwe kama wale waliochinjwa. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sio jambo la kawaida. Hawa watu wametengeneza kiwango cha imani wanayemtumikia. Kuna watu wamechinjwa, kuna watu wamepigwa kwa mawe, kuna watu wakatumbukizwa kwenye tundu la simba, kuna watu wakapita kwenye tanuri la moto, lakini hawakukata rufaa. Waliendelea kumtazama Yesu, wakamtazama Mungu aliye hai, wakijua ya kwamba hii dunia ni ya kitambo. Hii dunia ni ya kitambo. Mwili ulio nao usikutishe na maumivu. Hayo maumivu ni ya kitambo. Huo mwili utabaki hapa. Usije ukakusababishia ukakosa uhusiano wako na Mungu kwa ajili ya huo mwili. Mpe mwenzako mkono, mwambie huo mwili utabaki hapa. Hakuna msaada wote kwenye maisha yako zaidi ya msaada wa Yesu Kristo. Niko sakara baburi ya pao, niko sakara baburi ya pao, linda baburi ya sakara.